leo ambayo ni siku maalum katika halmashauri yetu. Lakini vile vile nichukue nafasi hii ya kipekee nikupongeze mwenyekiti kwa kuchaguliwa na kuaminiwa na madiwani wote ili uweze kushika nafasi ya kuiongoza halmashauri, wewe na makamu wako. Na kufahamu ni mchapakazi. Lakini vile vile nikupongeze makamu mwenyekiti, na wewe pia kuaminiwa. Baada ya pongezi na wapa pole nyewe wenyewe mliochaguliwa, kwa sababu nafahamu sasa mmeingia kwenye kikaangio, na hawa leo wanaowapongeza hapa watawapiga mawe siku zijazo. Sasa tusimame sisi kwenye miguu yetu ya kuitendea kazi halmashauri na wananchi. Vile vile mimi niwapongeze wabunge wangu wote wawili, nikianza na mbunge Daniel Yawaki, tumekuwa naye na ameaminiwa tena, karibu tena. Na vile vile nimpongeze pia mheshimiwa mbunge Cecilia Pareso, pia naye pia na kupongeza sana kwa uteuzi wako, kama ulivyosema ni uteuzi wa wana Karatu. Siwezi kumaliza shukurani kwa haraka, lakini nimalize kwa makundi, kwamba nawashukuru wote mliochaguliwa kama wenye viti wa kamati mbalimbali. Zipo kamati ambazo zimetokana na uchaguzi wenu mlipofanya, lakini vile vile niwapongeze wajumbe wa kamati hizo kuaminiwa kupewa nafasi katika kamati hizo. Nawapongeza pia. Lakini niwapongeze pia wazee wetu, wazee wa mila na wazee wetu tumekuwa nao miaka yote na miezi yote kutushauri katika nafasi mbalimbali, na hata katika kipindi hiki kigumu tunachokuwa nacho wakati wa vurugu na hata wakati mwingine kwenye wakati wa maendeleo. Niwapongeze sana na nawashukuru sana. Langu nitasisitiza kikubwa kwenye uongozi mliopata. Uongozi ni nafasi mojawapo ya lawama, na ili ufanye kazi yako vizuri kubali kulaumiwa. Ukitaka kupendwa, wapo waliopendwa sana, leo hawapo kwenye mabaraza haya ya madiwani. Sasa nendeni mkafanye kazi, kwa sababu Karatu inahitaji wachapa kazi. Na mimi huwaga sio muumini sana wa kujipendekeza. Naamini kwamba nikichapa kazi nitalipwa na Mungu na wananchi watanilipa. Mwenyekiti, nikuombe, wilaya hii ina matumaini makubwa, na mimi nina ndoto kubwa, na wana Karatu wana matumaini makubwa na nyie. Sasa kafanyeni kazi mkishirikiana na madiwani kama mlivyo wape, na najua leo umepewa uniform mpya. Sasa mwanze na matumaini mapya. Hao wananchi wa Karatu walikuwa wanatamani baraza hili, lakini pia walikuwa wanatamani wabunge hao. Sasa mnayo kazi kubwa mkishirikiana na wabunge ambao ni sehemu ya madiwani, kuhakikisha kwamba kile kiu cha wananchi wa Karatu mnakitibu kwa kuwapa wanachohitaji. Kwa sababu watu wa Karatu wamekuwa kwa shida muda mrefu, pamoja na kwamba na serikali pamoja na sisi tumekuwa tukijitahidi kuondoa shida hizo na changamoto zao. Sasa hamtakuwa na nafasi ya kusema kwamba mmeshindwa. Mheshimiwa mbunge uliyechaguliwa, umepata msaidizi wako. Nyie mlivyo wawili ni zaidi ya mmoja. Sasa mkiungana na hawa wawili mmekamilisha 5. Sasa tutakosa nini? Tuna barabara nyingi ambazo ni za vumbi ndani ya mji, na mmeaminiwa na Chama cha Mapinduzi. Nendeni mkapunguze idadi ya vumbi kwenye mamlaka ya mji. Nina imani kwamba mtatumia na mahusiano yenu mnayetumia bungeni pamoja na mawaziri wenu, mtuletee sisi faraja ya kupunguza vumbi na tope katika mji wa Karatu. Wananchi hawatapata nafasi tena ya kuambia, na hamtapata nafasi nyingine ya kuambia nipeni tena niende nikawaletee barabara. Si umepewa sasa? Leta. Tutawapima kwa namna mnavyotupa maendeleo, hatutawapima kwa maneno. Sisi kama kamati ya ulinzi na usalama na wilaya ni kusimamia sheria na kanuni mnazozitunga bungeni, lakini nakuwa wapiga debe kuwasukuma nyinyi muende. Huo mji ni mji wa kitalii. Tulitakiwa sisi tuwe wilaya ya kwanza mkoa wa Arusha kukusanya mapato makubwa sana, lakini vile vile tuhakikishe wilaya hii ina kitega uchumi ambacho kinaiweka vizuri halmashauri katika ukusanyaji wa mapato. Sasa hamtatudanganya kwamba hamna elimu.
wote mliopo mna elimu, madaraka mmepewa, tunataka mradi wa kusaidia halmashauri kukusanya mapato. Kwa sababu nafasi hii mnayo, mtusaidie sisi tukusanye mapato. Baada ya kukusanya mapato, tutatekeleza miradi mikubwa na kuondoa migogoro mikubwa ambayo ni changamoto kwenye wananchi. Dr. Samia Suluhu Hassan amejitahidi kuleta maji, hasa kwenye mamlaka ya mji. Ameleta 90%. Amechimba visima. Sitamani tena mbunge asema ameleta kisima katika mji wa Karatu. Natamani nione ndani ya hivyo visima 6 kitu kipya cha wabunge, kitu kipya cha baraza la madiwani. Mkakae mje na wazo. Mji huu sasa hivi tunaenda Afcon, tunayo maeneo, hatuna kiwanja. Basi boresheni hata viwanja vya shule viwe vinafanya mazoezi ili sisi tupate fedha. Tutakuja kuonekana waaibu na kulaniwa. Tunakwenda, watoto wetu wanakuja kutupatia maendeleo. Leo mnamsema Koro hapa kwa sababu aliwapa hili eneo, lakini wengine wenu mlioko kwenye madaraka ni walafi wa maeneo. Hamwezi kutoa maeneo kwa ajili ya maendeleo ya halmashauri. Mpaka leo chuo cha VETA wanahangaika kutafuta eneo la kupeleka watoto wenu kusomea mabweni. Wanamwambia DC tutafutie. Hicho chuo kinasomesha watoto wenu ambao wanajipatia kipato. Na sasa hivi tunahitaji pia tupate mpango kazi wa halmashauri kupunguza ajira kwa vijana, kuhakikisha kwamba tunapata ajira. Tunalo jengo liko hapa, kaeni mfikirie, mwape VETA, wasikae kwenye miji ya watu. Kama hamlitumii hilo la Maria Stop kwa muda huu, wasomee liwe bweni. Rais ametenga bilioni za fedha kwenye ile taasisi, lakini sasa hivi wananchi na wanafunzi wanaomaliza shule wanakosa pa kwenda. Lakini kingine, tuhakikishe kwamba tunatoa maeneo ya kujengewa mahakama za mwanzo kwenye maeneo yetu. Watu wanatoka Mburumburu kuja kuitafuta mahakama hapa, lakini wakati mwingine mvua ikinyesha ni shida. Akifika huku anaambiwa kwamba kesi imesikilizwa upande mmoja, umehukumiwa. Ni kwa sababu sisi tunashindwa kufikiria namna ya kuwasaidia, na wanaenda kutumikia vifungo, na wakati mwingine wanakosa haki kwa misingi ya sisi kutofikiria vizuri. Kwa hiyo niwaombe sisi tufike mahali tuwe jicho la kwanza kutatua tatizo la wananchi, lakini kuliko sisi wenyewe kujipatia nafasi. Mnafahamu mwenyekiti, una madiwani hapa, watakuja na mambo yao binafsi. Yakatae mambo binafsi, yachukue mambo ya maslahi ya wilaya. Ninawafahamu wengi wao na nimefanya nao kazi. Simama kwa miguu yako miwili, kaitekeleze azimio la kuwaletea watu wa Karatu maendeleo. Sasa mimi natamani nione Karatu iliyong'aa vizuri. Pia niwapongeze wakuu wa idara. Wamefanya kazi kubwa kipindi ambacho hatukuwa na baraza la madiwani, na mmekuta halmashauri iko salama. Lakini sasa tusigeuke kuwapiga mawe kwa sababu wewe umeona mkuu wa idara haingii na wewe unaleta pendekezo. Hamisho mkuu wa idara. Simtaki huyu mkuu wa idara. Twendeni tukafanye kazi kama walivyotangulia kusema. Sasa tuwashukuru sana na tuwategemee hao. Mkiwaomba ushirikiano, njia zetu za vijijini hazipitiki kwa sababu watu wamebana maeneo, wanashindwa kuachia namna njia zinashindwa kupita. Na mahali tulikuwa tunaenda kupeleka mwili sijui Mangola juu pale, barabara ambako kupita kwenye shamba la mtu, alafu mtu amezuia, sasa ndio uende ngambo nyingine. Tuweke haya mambo sawa ili tuweze kupitia vizuri kwa sababu ya huduma. Lakini nirudi kwetu watumishi, tubadilike kusimamia miradi. Hapa ameongea makamu mwenyekiti wa chama. Miradi ni muhimu. Tusimamie miradi tunayopewa fedha kwa 90%. Hiyo ndio itakuwa pona yetu. Bila kusimamia miradi tutapata changamoto, na tuwajibike. Wapo watumishi wachache wanajipendekeza kwa wenye viti na madiwani kwa sababu ni wazembe kutofanya kazi zao, ili wakitaka wapate sympathy au wapate huruma kutoka pale, wanashawishi mpaka na kamati zifanye vizuri. Mimi hao nitakula nao sahani moja. Kama wewe ni mkuu wa shule, kwa mjibu wa sheria, ujue kwamba wewe ni katibu wa kamati ya
maendeleo. Sasa nikikuta mradi wa milioni 400 na kitu hautekelezwi, wewe mwenye katibu haushauri pale, alafu wananchi wanaipiga serikali mawe, wewe uko pale, kwa nini ubaki kwenye hiyo nafasi? Na kama alivyosema waziri mkuu, sasa hivi hatubadilishi, tunakutoa unabaki hapa hapa, tunachukua vyombo vingine vinaendelea kuchukua sheria na hatua zingine. Kwa hiyo tusimamie miradi. Afya tubadilike kwa kauli. Idara ya afya, kauli kwa wananchi. Kauli hiyo ya nesi ya daktari itamfanya mtu asipone kabisa hata kama umempa dawa nzuri. Lakini pia kuwahudumia kwa wakati. Mtu anaingia saa 2 anakuja kukutana na daktari saa 4. Tuwahudumie wananchi kwa ubora wetu. Ndugu zangu, najua nimeongea mambo mengi, mengine mazuri, mengine yana changamoto, lakini ukweli tuusikie. Mwisho nawapongeza taasisi zote za benki ambazo zimekuwa zikitusaidia katika maeneo yetu ya kutolea huduma mbalimbali. Kwa mfano wamekuwa wametusaidia katika hospitali NMB pale, wametuletea vidi Exim na pia na NBC. Lakini vile vile niwapongeze na nyie madiwani. Nawashukuru sana kwa sababu mnapopata changamoto mnanitumiaga message na mimi nachukua hatua. Sasa msichoke kutuma message. Wapo ambao walinitumia message, hili jengo limepinda, hili jengo dirisha bovu. Msiendelee kuchoka kutuma message kwa sababu ndio namna ya ushirikishwaji. Wananchi wa wilaya ya Karatu wanahitaji maendeleo ya mazuri na makubwa. Wakuu wa idara wanachapa kazi, lakini na sisi wakuu wa idara ambao tunasimamia wakuu wetu wa vitengo kwenda chini, usimhurumie mtu mbovu kwenye kitengo chako. Ndugu zangu, leo ni siku muhimu kwamba tumepata viongozi. Na najua kama nilivyotangulia kusema viongozi ni msalaba. Najua nyie mtakuwa na changamoto kubwa ya namna mnapokea mawazo mbalimbali. Angalieni na taratibu, kanuni na sheria zinasemaje katika kuendesha halmashauri. Mmepewa halmashauri ikiwa na mwanzo mzuri wa ukusanyaji wa mapato kuanzia bilioni 8 na kuendelea. Sasa tunataka na nyie muwe zaidi ya bilioni 8, ndio tutaona kama mmefanya kazi. Mwisho, tengenezeni mpango wa kuhakikisha kwamba tunatoa ajira kwa vijana. Huu mpango utapunguza vijana wanaorandaranda na kuzurura mjini. Na hao vijana wakikaa bila kazi wanaanza kuwa na tabia mbaya za kuleta vurugu. Nasisitiza kuendelea kutunza amani katika maeneo yetu. Na sisi kama jukumu letu tutaendelea kusimamia utunzaji wa amani. Lakini nisisitize pia tuendelee kuwatambua watu wanaoingia kwenye maeneo yetu bila utaratibu. Kuanzia wenye viti wetu wa mitaa. Wameshasahau kabisa. Yaani mtu anakuja mpaka kwako anaanzia fujo hapo mpaka tunakuja kupata madhara, kumbe alikuwa ameishi kwa mfano kitongoji Haimo. Tuendelee katika majukumu yetu ya zamani kutambua watu ambao wanaingia kwenye maeneo yetu. Na sisi wenye viti wa mitaa, kata na vijiji tunayo nafasi kubwa kama wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunakuwa na swala la ulinzi na usalama kwenye maeneo yetu. Tulisimamie sisi kwa miguu yote miwili ili tuweze kuleta amani ya Karatu. Mnavyoona ndugu zangu wananchi, Karatu hii ni mji mzuri sana. Ukipiga bomu hapo nafikiri atalia mtu aenda Bashi peke yake. Hata Marekani atalia. Hata mtu wa Ethiopia atalia kwa sababu hii unajua ndio makao makuu ya Ulaya hii Karatu. Japo nyie hamuoni kwa leo. Kwa nje unakazarau, ukipita kwa ndani unakutana na wazungu, Waisraeli wengi wakiwepo hapa. Hii Mungu amewapa. Sasa tuitunze Karatu yetu, tuipe maendeleo. Acheni kulike na kusambaza video ambazo zinaonyesha uchochezi. Najua tuna watoto hata kwenye vyuo, tuambie. Sisi wenyewe tuitunze amani yetu. Kwenye amani hatuna upinzani. Ni lazima tuitunze amani. Kwa hiyo wapo watoto wetu ambao wakati mwingine wanatumia hizi TikTok, Instagram kwa kutofahamu. Sasa hivi hatutasema haufahamu kwa sababu tunawaambia. Mwisho nimpongeze mwenyekiti wa halmashauri aliyomaliza muda wake na makamu mwenyekiti. Mwenyekiti huyu bwana ana sifa ya kipekee. Aliunganisha halmashauri na serikali. Hakukuwahi kutokea vurugu zozote na uvunjivu wa amani. Alikuwa msikivu na mpole na kuchakata kwa kutumia akili. Hakuwahi kufanya maamuzi ya kukurupuka ambayo ilipeleka halmashauri yetu pabaya. Alihakikisha kwamba sisi hatuna mpasuko ndani ya halmashauri.
hasa upande wa madiwani, na alihakikisha ushikamano upo kati ya watumishi na madiwani, lakini vile vile na taasisi zinazotuzunguka. Mimi nakupa maua yako mzee wangu, wewe pamoja na lakini alijitahidi kutafuta watu wafadhili mbalimbali katika kusaidia huduma nyingi hapa. Mfano tuna mabweni kule, alijitahidi, lakini pamoja na vitu vingine vingi. Sasa hiyo alikuwa anatuambia kwamba tufikirie nje ya box. Wewe umekuja ni mkandarasi, mimi najua, nina imani kwamba sasa tatizo la barabara limeisha. Sasa wewe mwenyewe kwa jitihada zako na ubunifu wako utatusaidia, Mburumburu itapitika mpaka vizuri. Sasa Mburumburu kuna changamoto kubwa na maeneo mengine, lakini ambacho mmekifanya, ambacho ni Mungu amekileta, mmegawa keki vizuri kabisa. Mmegawa keki vizuri kabisa. Huu ndio umoja. Mbunge anapotoka kule Yasi, mbunge mwingine akatoka hapa Karatu. Sasa imekuwa bora huyu makamu, huyu mwenyekiti naye atoke wapi? Mburumburu. Huyu makamu naye atoke Kurusu. Nawashukuru sana kwa sababu Mungu kawaongoza. Imani hiyo itaonyesha sasa ushikamano. Kila mtu kwenye keki ya halmashauri ameshiriki. Kurusu yuko hapa, Mburumburu yuko hapa, Karatu yuko hapa, Yasi yuko hapa. Mungu amewapendelea na amewapa, yani kete mlioipiga, sisemi kwamba mmefanya vizuri kuwaangusha wengine baada ya haya yaliyotokea sasa. Nimesema kwamba ni neema iliyopangika vizuri, kwa sababu msije mkasema kwamba hii mbona anaifanya hivi. Nimejaribu kuwa naangalia hapa, Kurusi amepata, Mburumburu amepata, kwa sababu Mburumburu walikuwa wanaonekana yatima. Unaona? Sasa na leo watakuwa wanafurahi kwa sababu na wenyewe, mzee, si unapata gari litakuwa linaenda kule halmashauri kukufuata kila hii ndio wanasema kwamba ushirikishwaji na wakati mwingine kushirikiana kwa pamoja. Na mwenyekiti, mimi ni kuhakikishia ushirikiano wa serikali pamoja na kamati yangu ya ulinzi na usalama. Sisi tutawapa ushirikiano wa 100%. Kama alivyosema mbunge rafiki yangu hapa Cecilia, ndio kipindi akiwa chama kile tulikuwa tunagombana. Tena mimi alikuwa anipende kabisa. Mimi alikuwa hataki hata kuniona. Yaani alikuwa akiniona hapa namwambia mwenyekiti wa chama, aka kijana aka. Sasa amekuja tunajenga nyumba moja. Na yale mawazo yake tutayaweka wapi? Pamoja. Sasa Karatu, sisi tuko sahihi kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo. Tuhakikisha kwamba tunaipata amani, na amani tulionayo tuidumishe. Mimi niishie hapo na niwashukuru sana na nawapongeza sana. Asanteni sana kwa kusikiliza.